Kiumbani mwanangu, mimi nakushukuru sana baba. Yaani leo hii mwanangu, umenifanya nami nionekane mtu katika watu. Yaani sikutegemea kabisa kama nitakuwa mzima tena, maana nilishakata tamaa kabisa. Hata mimi nashukuru sana mama yangu kwa kurecover, maana hata nafsi yangu ilikuwa haina amani kwa kuona kila siku unaumwa, kila siku unalia kwa kitu kimoja tu. Lakini mama, nilikuwa naomba ukubali ombi langu la kutoka hapa nyumbani na kwenda kukaa sehemu tofauti ambapo inaweza kukufanya hata wewe mwenyewe ukawa na amani, inakuwa ni nzuri kwa afya. Kijana wangu, ulichofanya ni kikubwa mno, yaani sana, zaidi ya sana baba. Umetumia pesa nyingi mno kwa ajili yangu, alafu isitoshe mimi hapa ni kwangu. Kuna sababu gani tena ya kutoka hapa nilipo nikaenda sehemu nyingine nikaendelea kuzifuja tena pesa baba? Hapana. Na kwa nini umekuwa king'ang'anizi sana Mimi hapa pananitosha. Wewe mbona upo hivyo? Kuna shida yote ambayo inakusumbua? Hamna, mimi niko sawa. Kiumbani nakujua, Kiumbani nakujua vizuri sana baba. Kama kuna chochote ambacho unanificha, tafadhali naomba uniambie mama yako. Mimi ndo msiri wako na mimi ndo mshauri wako. Tafadhali sana. Mimi niko sawa kabisa. Lakini mama, mimi nataka nitoke kidogo, niende kwenye mihangaiko kidogo, nitarudi. Kwa hiyo tunachokiongea baba hakina maana, si ndio? Unatoka unaenda wapi? Ndo nimerudi hospitali mwanangu. Utaki tuendelee kuongea hapa ndani? Alafu isitoshe, Kiumbani sasa hivi una safari sana, yaani kila muda wewe ni mtu wa kutoka toka. Kwani kuna nini mwanangu? Nilikuwa nataka nikamuone Kesta. Unajua muda mrefu sijamuona, tokea nirudi sijaona naye. Kama ni mkwe wangu sawa, nimekuruhusu. Na naomba msalimie sana, mwambie nimetoka aje anione. Sawa, na Chibu akija umwambie kama nimetoka, maana achelewe kwanza kupiga makelele. Sawa, mna shida. Sawa. Kijana huyu. Nipo tayari kusikiliza. Kama nilivyokuambia Mr. Kapongo, mgonjwa wetu ameishiwa damu, lakini hospitalini pia tumeishiwa damu, lakini kuna njia mbadala ambayo tunaweza tukamsaidia mgonjwa. Labda kama ana familia, mtoto wake au ndugu yake wa damu, kama yupo, tunaweza tukamsaidia kutoa damu, tukamhudumia mgonjwa wetu na akawa sawa kabisa. Vipi Mr. Kapongo? Tuko pamoja lakini? Wapo watoto wake. Sawa, kama wapo watoto wake, tunaweza tukafanya huduma hiyo, tukamsaidia mgonjwa wetu na akawa sawa kabisa. Okay, sawa.
Jitahidi sana. Okay, dokta. Ina maana ni kuwaleta watoto tufanikiwa? Nafanyika vizuri kabisa na mgonjwa anakuwa sawa. Basi nilikuwa naomba kama inawezekana ili zote tulifanye kesho. Sawa. Jitahidi sana. Hali ya huzuni mtoto wangu. Una shida gani? Umekunywa hata chai kweli? Mama, sisi tulikuwa nakusubiri wewe. Tulikuwa tunaomba tuende tukamsaidie baba. Kwa sasa hivi tunaweza tukawa sisi ndio msaada wake. Ni kweli mama. Alafu pia mama, tusipende kulipiza ubaya kwa ubaya. Tukamsaidie tu baba yetu. Alafu nyinyi watoto hamjui maumivu mimi ninayopitia kuhusu huyo mzee wenu. Hebu kueni na nyinyi ili muweze kuelewa maumivu mimi nilionayo. Mama, tunaelewa sana maumivu unayopitia, lakini tulikuwa tunaomba tuweze kumsaidia baba. Hata kama hutaki kutusikiliza sisi, tunaomba uweze kumsikiliza baba mdogo Kapongo. Alafu mama, wema ni akiba. Tumsaidie tu baba yetu. Akishapona tutamwacha na maisha yake. Kesta, mkwe wangu, jamani, mpaka saa hizi wakati Kiumani ametoka hapa muda mrefu, amesema anakufuata. Imekuwaje tena? Kesta bwana hajafika? Labda atakuwa yuko njiani. Basi tafadhali naomba ufike kwa haraka mkwe wangu, maana hata huyo mtoto tumboni atakuwa amemisi bibi yake kumuona. Tafadhali bwana. Najuta kukufahamu, najuta kukupea moyo, najuta kuwa na wewe mwenzako, najuta kukufahamu, najuta kukupea moyo, najuta kuwa na wewe. Nimeishiwa pawa, mwenzako nimepagawa. Vijana wangu, shemeji, leo nimerudi kwa mara nyingine tena hapa, na sina jipya kwa sasa. Jambo ni lile lile ambalo linaendelea. Mzee Shah ana matatizo makubwa sana na anahitaji msaada kutoka kwenu na hasa hawa watoto wake. Mzee Shah anahitajika kuongezewa damu na hakuna mtu mwingine anaweza kufanya hilo zoezi zaidi ya hawa watoto. Hebu naomba basi shemeji yangu, kuwa na moyo mwepesi, tuwaruhusu hawa watoto ili waweze kwenda kusaidia baba yao. Alafu hebu wafanye watu waone umuhimu wa baba basi. Mama, hebu usilete basi ukakasi kwenye hili hapa. Yule pale hivi ni baba yetu, alafu ana shida, lakini pia kwa sasa hivi anatutegemea sisi mama. Ni kweli mama yangu, naomba tusilipize ubaya kwa ubaya. Alafu yule pale ni baba yetu, hata kama ametukosea vipi, lakini atabaki kuwa baba yetu. Hao mengine tumwachie Mungu tu. Sawa sawa shemeji, nakuomba tena, nakuomba sana, fungua nafsi yako ili tuweze kumsaidia mzee Shah kwa sasa.
Sawa shemeji, mimi nimekuelewa na nitalifanya hili kwa ajili ya watoto wangu tu, ili wasije wakapoteza baba. Nafurahi sana kusikia hivyo. Basi tumuombe Mungu ili mzee Shaa aweze kupata nafuu na kurudi katika hali yake. Zungu, sina chaguo. Haya yote niliyomfanyia kiumbani, akaona haitoshi, akanichiti. Pia akaona haitoshi, akampa na ujauzito tu. Aise, moyo unauma, nimefanya mengi juu yake. Naumia Zungu. Basi mimi nikutoe hofu madam, na kila kitu kitakuwa sawa kama tulivyopanga, kwa sababu mimi naangalia pesa. Nachohitaji ni pesa, na hata kama ikatokea ukaniagiza kichwa cha tembo, niko lazi kuingia mbugani na nikakifuata. Kwa hiyo ondoa shaka juu ya hilo. Sawa Zungu, mimi nimekuelewa. Naomba katika hili usije ukafanya makosa, maana haiwezekani, yaani siwezi kumwacha salama. Nimefanya mengi juu yake. Nimetupa pesa nyingi kumtunza yule mwanaume, lakini ameona mimi si chochote. Kumpa mapenzi yote ya dhati, lakini akaona haifai, haitoshi, akaenda kunisaliti. Mapenzi yanauma sana. Yaani nimeumia kuliko unavyofikiria wewe. Mimi nimekusoma madam. Ondoa hofu, tegemea mambo mazuri, na kila kitu kinaenda kwenye mstari. Sawa, mimi nikutakie mchana mwema. Mr. Kapongo, hawa watoto wa yule mzee mgonjwa, si ndivyo? Ya, hao ndio vijana wake. Sasa inabidi tufanye utaratibu, tuweze kufanya ule utaratibu niliokuambia. Huyu amefikisha miaka 18, si ndivyo? Ni kweli. Huyu kweli hajatimiza miaka 18. Lakini huyo kashatimiza miaka 18. Sasa huyu ndo tutamtoa damu. Lakini huyo mdogo, huyo hapana. Lakini si wanapata chakula? Washakula. Wapo vizuri. Sawa, haina shida. Sasa ngoja nifanye utaratibu pale, maandalizi, alafu tutafanya hilo zoezi. Nashukuru daktari. Tunategemea huduma yenu. Sawa, haina shida. Wanangu, kweli na amani. Baba yenu inabidi mtolee damu kama anavyosema daktari. Si mnanielewa? Kwa kweli na amani. Hii ni kawaida tu kuchangia damu. Wala msihofie. Sawa. Sisi tupo tayari. Mbona kama vile nasikia sauti ya mama, alafu kama vile wanagombana huko. Ni kweli kama kuna makelele. Hebu subiri mimi nikaangalie kwanza. Hapana, yule ni mama yetu, afu kule vile naona kama vile wanagombana. Subiri nini? Maskini mkubwa au usijua bala zuri. Umefuata nini hapa? Umefuata nini? Muone kwanza. Sura mbaya kama mchimba kaburi. Wewe dada, tena nishikilie. Kwanza nikopo ninakutafuta kwa muda mrefu, wewe malaya baridi wewe. Wewe umemsababisha mwanangu yuko pale kitandani kwa sababu ya umalaya wako. Wewe. Shemeji, mama. Mama basi. Shemeji, ndio wewe malaya. Mama. Mama, sije. Pumbavu moja.
Unanichukulia poa eh? Malaya mkubwa wewe. Una aibu. Kazi kudanga tu na vizee vya watu. Vitakuja kukufia kifuani ndio pepe kesi mpumbavu mmoja. Mpumbavu mwenyewe. Koma yeye kuniita mimi mpumbavu. Umenizaa wewe? Umenizaa wewe, njoo nikuonyeshe kwanza. Ulivyo mfupi kama kitunguu swaumu. Njoo nikuonyeshe. Mbwa mmoja usijeelewa. Unalalamika mimi nimekuibia mume. Mume sio nitoka kuacha wewe. Sitoka kuacha wewe. Unanilalamikia nini? Tena ukome kunizushisha vitu ambavyo havieleweki. Muone niache mimi. Achana mimi. Kwa taarifa yako, yule simtamani. Yule ni mume wangu. Tena mume wa ndoa. Unatakiwa ulijue hilo. Sio changu doa malaya mkubwa wewe. Muone kwanza na wewe pako tafipa paila kafara. Unakosa soko mjini. Shemeji, haya ndio nilikuwa siyataki. Hizi za leo nilikuwa sizipendi kabisa. Nilikwambia mimi. Unaona kitu kutokea? Unaona sasa ndio umefurahi. Takuumiza, tondokeni. Ungeniacha nikamuonyeshe kwanza, maana huyu mwanamke hana adabu. Kwanza hayo yote uliyataka wewe. Maana usingewaleta hapa, usingejua kama mzee Shai yuko hapa. Alifuata nini maskini mkubwa kama huyu? Nisikiza nikwambie, yaani ni kwa sababu tu nakuheshimu. Maana umri ulionao ni sawa sana babangu mzazi. La sivyo, leo ningekupiga, nikakuonyesha, ukaona jinsi dunia inavyoenda. Hebu nisikize mwanamke. Kwa hiyo ushamaliza kulopokwa, si ndio? Unalopokwa tu. Hivi, unajua nguvu ambayo nimetuma kuleta watoto hapa? Au unalopoka tu? Hivi wewe unajua thamani ya watoto? Au unajua thamani ya mume wewe? Hebu mwanamke jiangalie wewe. Tena ujiangalie kuanzia juu mpaka chini. Unafikiria sasa nani atakayeweza kumtolea damu mzesha? Wewe unaweza? Au kazi yako ni kula tu, chips, mayai, si ndio? Nisikize vizuri. Tena ukome. Iwe mwanzo na mwisho. Yule ni mke wake. Wewe kama kwenye kazi wewe ni kibarua. Si unanielewa? Unaongea tu hapa. Eti yule mzee. Mimi mzee? Unaniita mimi mzee? Mimi namzesha nani mzee? Au yule babako? Mpumbavu wewe. Kama lazi ushaipata. Dokta. Wewe dokta wewe. Dokta.